Inspector John. Ndiyo mkuu. Ile operation ya Swahili Bank iliendaje? Ilienda vizuri sana mkuu. Nimesikia wewe na timu yako mlifanikiwa kuwakamata wahalifu wote. Ndiyo mkuu. Japokuwa ilikuwa ni kesi ya ujambazi wa kutumia silaha, lakini tulifanikiwa kuwakamata wahalifu wote na kwa sasa wako mahabusu. Hongera sana kwa kazi nzuri. Asante mkuu. Kwa kweli nimefurahishwa sana na utendaji wako wa kazi. Asante mkuu. Lakini taarifa zilizonifikia zinasema kwamba kuna kijana mmoja anadai hana hatia. Natumaini hamkumkamata kimakosa. Hapana mkuu, na kuhakikishia kwamba watu wote tuliowakamata ni wahalifu na tuliowakamata kwenye eneo la tukio wakiwa na silaha. Nadhani mkuu unaelewa jinsi wahalifu walivyo. Wao kila mara hujaribu kujitetea kuwa hawana hatia, lakini mwisho wa siku tunafichua ukweli wao. Uko sahihi kwenye hilo, lakini nahitaji kumuona huyo kijana ili nizungumze naye, maana nina njia zangu za kugundua mtu asiye na hatia. Lakini mkuu, hupaswi kupoteza muda wako kufuatilia wahalifu wadogo kama hao. Mimi nakuahidi nitalishughulikia hilo kwa niaba yako, ili huo muda wako uutumie kufanya mambo ya muhimu zaidi. Nakubaliana na wewe John, lakini nataka kuzungumza naye mazungumzo mafupi tu ambayo hayataathiri muda wangu. Hakuna shida mkuu, ngoja nimlete uzungumze naye. Sawa, fanya hivyo tafadhali. Kijana, jina lako ni nani? Naitwa Alex. Sasa Alex, nimesikia kwamba unalalamika kuwa hauna hatia, lakini inspekta wangu hapa kaniambia kwamba alikukamata wewe pamoja na wahalifu wengine kwenye eneo la tukio, tena mkiwa na silaha. Hii imekaaje? Kwa kweli afande, mimi siwajui wale wahalifu na sijawahi kushika silaha tangu nizaliwe. Lakini kuna mtuhumiwa alisema anakujua na wewe ni mmoja wao. Sasa kwa nini unakataa? Hayo maneno ni ya kweli Alex? Hapana afande. Kwa hiyo huwajui wale wahalifu? Hapana afande, mimi siwajui. Tafadhali, naomba uniamini. Okay, hebu nieleze. Ilikuwaje hadi ukakamatwa? Afande, mimi siku ile nilikuwa kwenye mkesha wa maombi, na wakati wa kurudi nyumbani ulipofika, nilisubiri sana daladala kituoni lakini sikupata. Hivyo nikaamua kutembea kwa miguu, lakini wakati niko njiani, gari la polisi lilisimama pembeni yangu na wakaniambia nipande. Nilidhani wananipa lifti, lakini ghafla nikajikuta niko hapa. Gari la polisi lilisimama pembeni yako? Mbona unaongea kitu ambacho hakina uhalisia? Una uhakika na hicho unachokisema Alex? Ndiyo afande. Nilikuambia mkuu, watu kama hawa watafanya chochote kuthibitisha kuwa hawana hatia. Huyu kijana ni wazi anadanganya ili aachiwe huru. Alex, tayari umeshawasiliana na ndugu zako? Ndiyo afande, nimeshawasiliana na dada yangu na amesema atafika hapa muda si mrefu. Okay, Inspector John. Ndiyo mkuu. Wewe ndo unayesimamia hii kesi. Kwa hiyo subiri dada yake afike kisha umuhoji. Kama maelezo yake yataendana na ya Alex, itabidi umuachie huru. Sawa mkuu. Lakini kama maelezo hayataendana, unajua cha kufanya. Sawa mkuu. Nataka ushughulikie hili jambo kwa umakini mkubwa sana. Sawa mkuu. Okay, ni hayo tu kwa sasa. Mrudishe mtuhumiwa rumande. Habari yako afande? Salama. Afande, kaka yangu sio mhalifu na nina uhakika na hilo kwa sababu siku mlomkamata alikuwa nyumbani kwangu kabla hajaenda kwenye mkesha wa maombi. Okay, hebu niambie, una ushahidi wowote unaothibitisha kuwa kaka yako sio mhalifu? Hapana, sina ushahidi, ila nina uhakika kaka yangu sio mhalifu. Sasa kama hauna ushahidi, unafikiri mimi nawezaje kutumia kauli yako kumsaidia kaka yako? Dada, kauli yako pekee haitoshi kumwokoa kaka yako kwenye hii kesi, kwa sababu yeye ni mhalifu.
Afande, kaka yangu bado ni kijana na sipo tayari kumwona anaenda gerezani. Niko tayari kufanya chochote kuthibitisha kuwa hana hatia. Na pia afande, na uhakika kuwa wewe na timu yako mkichunguza vizuri mtagundua kuwa kaka yangu hana hatia. Kama uko tayari kufanya chochote, na mimi pia niko tayari kukusaidia. Unamaanisha nini afande? Namaanisha kwamba mimi na wewe tukielewana vizuri na tukawa na mahusiano mazuri ya kimapenzi, naweza kumsaidia kaka yako. Hebu kwanza njoo hapa nione ulivyoumbika. Tafadhali sana afande, naomba tuheshimiane. Yaani mimi nakuonyesha njia nzuri ya kumuokoa kaka yako, halafu unaleta ugumu. Dada, kumbuka mimi sihitaji msaada wako, bali wewe ndo unahitaji msaada wangu. Lakini kaka yangu sio mhalifu afande. Yeye ni mhalifu na nitahakikisha anaozea gerezani. Yeye sio mhalifu. Naona hatuna cha kujadili tena hapa. Nitahakikisha nathibitisha kuwa kaka yangu hana hatia. Nakutakia kila laheri kwenye hilo. Da, huyu mwanamke ni mrembo sana. Vipi, umefanikiwa? Hapana, sijafanikiwa, lakini nitaendelea kujaribu. Hatutaki kukata tamaa Malaika, inabidi tupambane hadi tumtoe Alex. Samahani, ngoja nipokee hii simu. Halo? Halo, uko na Malaika? Ndiyo, nipo naye. Nendeni haraka kwenye ofisi ya mkuu wa kituo, maana leo wale watuhumiwa wanahamishwa hapa kituoni. Sawa afande, asante kwa taarifa. Twende Malaika. Tunaenda wapi? We twende, utajua tunapoenda tukifika. Inspector John. Ndiyo mkuu. Nadhani mko tayari kuwahamisha wale wahalifu. Ndiyo mkuu, tupo tayari. Sawa, basi nendeni mkafanye hilo zoezi. Mimi nitafuatilia kila kitu nikiwa ofisini. Sawa mkuu. Hebu subiri kwanza nipokee hii simu. Halo. Halo mkuu, dada yake Alex anahitaji kukuona. Sawa, mwambie aje sasa hivi ofisini kwangu. Sawa mkuu. Nimeambiwa dada yake Alex yuko hapa kituoni. Hebu ngoja tumsikilize kwanza kabla hamjawahamisha hao watuhumiwa. Sawa mkuu. Ingia. Habari za mchana afande. Habari za mchana afande. Salama, karibuni. Asante afande. Jina langu ni Malaika. Mimi ni dada yake na Alex. Na huyu ni Cha Usiku. Yeye ni rafiki wa Alex. Nimekuja kukuambia kuwa kaka yangu hana hatia. Tafadhali afande, naomba umsaidie kaka yangu. Una ushahidi wowote unaoonyesha kwamba kaka yako hana hatia? Mimi sina ushahidi, lakini Cha Usiku hapa anao. Cha Usiku, una ushahidi gani? Afande, Alex sio mhalifu. Nina uhakika kwa hilo kwa sababu kabla hajakamatwa nilikuwa naye kwenye mkesha wa maombi kanisani. Na ule usiku wa mkesha nilikuwa nikimrekodi kwa kutumia simu yangu alipokuwa anapiga kinanda kanisani. Kwa hiyo unamaanisha Alex ni mpiga kinanda wa kanisani kwenu? Ndiyo afande. Hebu naomba hiyo video uliorekodi niangalie. Ngoja niangalie muda uliopo kwenye hii video na muda wa taarifa ya lile tukio. Inspector John. Ndiyo mkuu. Una uhakika kwamba yule kijana ni miongoni mwa wale wahalifu? Ndiyo mkuu, nina uhakika kwa 100% kuwa yule kijana ni mhalifu. Sawa, hebu na wewe tazama hii video. Angalia muda ambao hiyo video ilirekodiwa. Mkuu. Sikiliza John, muda uliopo kwenye hiyo video na muda ambao lile tukio la uvamizi lilifanyika ni sawa kabisa. Kuna jambo haliko sawa hapa. Na ninahitaji unipe maelezo ya kina. Mkuu, tatizo ni kwamba kwenye lile tukio tulikamata wahalifu 7, lakini mmoja akatoroka. Hivyo ikabidi tumkamate Alex ili kuziba nafasi ya yule mhalifu aliyetoroka. Kwa hiyo ulimkamata kijana asiye na hatia ili kufidia nafasi ya mhalifu aliyetoroka? Samahani mkuu. Ngoja kwanza.
Samahani kina dada. Halo, nataka Alex aachiwe huru mara moja. Mkuu, tayari Alex yupo kwenye gari kwa ajili ya uhamisho. Nimesema aachiliwe mara moja kwa sababu hatakuwa sehemu ya wale wahalifu watakaohamishwa. Sawa mkuu. Kina dada, nawahakikishia kwamba maafisa wote waliohusika na hili jambo watakabiliwa na adhabu nzito sana kwa kosa walilofanya, kwa sababu mimi kama mkuu wa hiki kituo sina uvumilivu kabisa kwa aina yoyote ya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo kwa sasa nendeni kaunta mkamchukue ndugu yenu. Asante sana afande. Karibu. Naomba unisamehe mkuu. Inspector John. Ndiyo mkuu. Umekuwa kwenye jeshi la polisi kwa muda mrefu sana. Ndiyo mkuu. Na unajua jinsi hili kosa lilivyo kubwa. Ndiyo mkuu. Sasa sikiliza, nataka uniletee majina ya maafisa wote waliohusika kufanya hiki kitendo. Na wewe pia, nataka uweke kitambulisho chako, pingu zako na bastola yako mezani kwangu sasa hivi. Kisha hatua nyingine za kinidhamu zitafuata.